na najaribu kuwashirikisha kwenye histori za vitu ambavyo nimekutana navyo katika maisha. Nimekutana na vitu vingi sana vya ajabu, vingi mno. Kwa hiyo najaribu kushare nanyi ili mkae mjue kwamba maisha sio mepesi kama hivyo mnavyofikiri, lakini pia maisha sio magumu kama mnavyofikiri. Unachopaswa kuzingatia ni kufanya kazi kwa bidii. Usiamini katika shortcut, lakini pia usikate tamaa katika maisha. Leo nakupeni story ya mambo yale ya kishirikina ambayo nimekutana nayo. Nilikwenda kwa mtaalamu mmoja. Pia kama kawaida, mtaalamu sitaki kusema ni upande gani. Mpaka unaweza kuanza kutaja maeneo ikaonekana kwamba kuna watu fulani kazi zao ndio hizo. No. Bwana, nilivyofika ni kama kawaida, washirikina wengi sana hawa, waganga hawa huwa wana desturi zile za ukifika kijijini na kutea anaishi nje ya mji. Anakuwa kama yuko kwenye polipoli hivi. Yaani hawapendi sana kujichanganya kwa sababu wanaamini kwamba kukaa nje ya mji pia kuna wafanya wanakuwa wako feelings zao labda pengine zinafanya kazi vizuri zaidi. Nikafika pale kama kawaida, jamaa akatambua, akajua nilikotoka. Ni vitu vya kawaida sana kwenye sekta. Akajua nilikotoka na akajaribu kuniulizia kulikoni, kwa nini na nini, kwa nini unahangaika na issue hizi, akaniambia, unajua watu wa aina yako wakati mwingine ni ngumu kufanikiwa kwenye hizi sekta kwa sababu tayari wewe unaonekana ni mtu wa mafanikio kabla hata hujaja kwenye sekta hiyo. Hasa mimi anavyoniambia vitu kama hivyo, najua wanao bwana, wakati mwingine wanakutengenezea tu mazingira ili ya kuchune vizuri, hawana lolote bwana hivyo. Lakini alikuwa ni kama mganga wa 4 wa 5 ananiambia hivyo kwamba watu wenye mikono, maana alikagua mikono wangu, akaniambia watu wenye mikono ya design hii huwa ni mara chache sana kufanikiwa kwa issue za kishirikina, wanatakiwa wafanikiwe tu kwa kuchapa kazi. Lakini mimi nikawa naona wazinguaje tu, hawana lolote. Basi nikamwambia, anyway, nimekuja kwa sababu napambana sana lakini sioni mafanikio. Kwa hiyo nimekuja niongeze nguvu. Akaniambia sawa, kama umeamua hivyo hamna shida, ila kwa sababu na wageni ambao wamekuja kabla yako, naomba swala lako nilishughulikie, lakini naomba lale angalau leo, alafu kesho jioni ndio tutashughulikia swala lako. Na kweli ndivyo unaona pale mazingira, naona kweli kuna watu wenye shida mbalimbali. Kuna watu wengi. Unajua kwa waganga wakati mwingine ukifika kunakuwa kama tu umefika hospitali za serikali, unafika unakuta kuna manesi, sasa unakuta kuna wachimba dawa, kuna watoa huduma ya kupika, kuna watu ambao wanashughulika na masuala ya jikoni, wengine wanashughulika na masuala ya kuchota maji, wengine. Lakini ukija kuchunguza unakuta wale wote wanaohangaika pale 90% ni wagonjwa wao. Mgonjwa kaenda pale kakosa kaenda kwa kulipa, anakuwa mpagazi. Mpagazi maana ni mfanya kazi pale. Anafanya kazi pale, siku mganga kilizika anamruhusu aondoke. Na wengine wakijichanganya kama ni watoto wazuri, wanakuwa wake wa mganga. Unajua waganga hawa nao kwenye sekta ya ngono wako vizuri sana. Basi nimekaa pale kweli siku hiyo, nalala pale, mazingira magumu kidogo kwa sababu huwezi kusema kuna kitanda labda nini. Nalala tu kwenye majamvi haya, imetandikwa majamvi, mikeka nini. Kalala kwenye mijamvi ile mpaka asubuhi, tukashinda pale. Unapata huduma chai kama hivyo, chai zipo, vyakula. Yaani mganga fulani ambaye kiuhalisia mazingira ndio sio rafiki, lakini masuala ya misosi sio na huduma pako vizuri. Basi lakini nafikiria vijana wangu hao unapodisia wanachukulia kama huyu mzee anatupiga porojo na nini. Hatuna huo muda wa kukupiga porojo wewe, sisi tunakujenga. Acha ujinga wewe vipi bwana. Basi jioni kafika, bwana akaniita kwenye kiringe, nikaingia kiringeni, tukafanya tuliyofanya. Akaniambia sasa saa 6:30 saa 7 za usiku inabidi tuende makaburini. Makaburini tena? Akaniambia yes, kwenda makaburini kwa sababu ya kwenda kutengeneza dawa. Hiyo dawa inatengenezwa makaburini. Kwa hiyo saa 6 za usiku jiandae, tunaondoka tunaenda zetu hapo makaburini. Mimi unajua nimeshaelekea kibla, wanasema wale ngamia akitaka kuchinjwa huwa anajipeleka mwenyewe shingo. Sasa na mimi sababu kilichonipeleka ni kutafuta manufaa, nikasema hamna shida, nitakwenda kweli. Basi tumepiga story na washikaji, kila mtu ana shida yake pale na hamna haja ya kuhadithia kilichompeleka, kila mtu anajua kilichompeleka. Basi muda ulipofika kweli saa 6 usiku, jamaa akaniambia muda wetu ndio huu, tuenzetu. Akapiga nguo zake nyeusi, mimi akaniambia twende. Sikumbuki nilikuwa nimevaaje, lakini nakumbuka kama nilikuwa nimepiga suruali ya jeans na raba yangu fulani hivi, piga na t-shirt kali nini, si unajua kipindi hicho. Yes, unatakiwa uwe na muonekano. Basi hata kama mambo sio mazuri, lakini sio kila kitu kionekana.